usidumu kuomba mbele za watu. Don't proud yourself. Don't show up yourself mbele za watu ili wajue jamaa anasukuma masaa mawili nani stop, anasukuma masaa 8 nani stop. Alafu unaomba unaangalia nje, kuna nani wamepita, okay jamaa ameniona tena, unaondoka kazana kabisa. Tena ukiona ameondoka, kama nguvu ya kombo inapungua. Unataka tu mume wako ajue kwamba unaombaga usiku wa manane. Ukiamka pale vurugu nyingi, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Alafu unakuna mkata jicho kwenye neti kama je ametoa blanketi amesikia, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Kama jamaa amekausha ndo unasogea kabisa, Bwana Yesu, sikia maombi yako, unagusa vitanda. Sikia maombi ya mtoto wako. Hata siku amesafiri, hautaomba wewe. Maana hakuna kukuona. Wengine hata makazini wanaomba tu ni show off. Yaani tu watu wajue kwamba Yesu anaenda kanisani na naomba. Hakuna chochote pale. Umeweka na Biblia hapo mbele ili watu wajue hapa ni meza ya mpendwa hii. Lakini haikusaidii chochote. Kwa hiyo utakuwa na jina kubwa. Kwanza utaita tu mashambulizi ambayo hayana hata maana. Maana hata wengine wakija mle ofisini wanajua hapa kumbe nipakwenda vizuri. Kumbe hauna nguvu yoyote. Wanakutupia makombola makubwa hata kukuzidi uwezo wako ulionao ndani. Si bora tu usijulikane kwamba unasali au hausali ili kukwepa baadhi ya makombola mengine. Uwe unaomba mbele za Bwana, sio mbele za watu. Yeye ndo ambaye atakupa matokeo ya majibu. Hata watu wasiposikia, wewe hakikisha unaomba mbele za Bwana. Kitakachozungumza ni matokeo. Kinachoongea ni outcomes, matokeo. Watajua kabisa mbona huyu ana matokeo makubwa, anafanyaga wapi, anaendaga wapi. Waanze kukufuatilia wajue, ana mganga wake, ana Yesu wake, ana Mungu wake. Matokeo ndio atakaoamua. Acha mbwembwe ambazo hazina matokeo. Unavuta vita ambavyo havina maana tu.